As a plant operator, he moved to Voi where he worked till his death. The late Samuel Waruinge Njoroge, on Wednesday, 1st of June 2022, he woke up and went about his work as always. In the evening, the late was involved in a car accident where he passed at around 7 p.m. The late was 31 years old. God gave us Samuel Waruinge Njoroge, and he is the one who came for him. Praise be the name of the Lord. Amen. Thank you very much. Ngai waheanire no Ngai wacoke. Na tuigue tributes. Turenda kwamba kuigua ya dad iria turaheo ni Pastor John. Pastor John no okay. Gome on behalf ya dad. Kaine ukurathima. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Majina yangu naitwa mchungaji John Washira. Yesu ni Bwana. Na hudumu na kanisa linaitwa JRCC kule Nairobi. Na mchana leo niseme kwamba nimeokoka, na kwa familia nataka kusema poleni sana, lakini jambo la muhimu ni kukubali. Wakati mtoto wa Daudi alikufa, Daudi alisema ya kwamba mtoto ameenda, yeye hatarudi, lakini mimi nitakwenda. Nami nataka kutia wazazi wa ndugu yetu Sami na familia, niwaambia kwamba sisi ndio tutaenda, lakini yeye hatarudi. Nataka kuwasomea tribute ambayo mzee baba yetu ambaye msemea kijana wake Sami, na nitasoma kwa lugha ya Kizungu. Inasema hivi: Son, you have only walked ahead of me, and I've got to understand that you must release the ones you love and let go their hand. Though as a father, I feel I would have protected you, but again I ask myself, how? Watching you grow up from a small boy to the fine young man you became was my greatest joy. I had so much hope in you, but all that is now gone. I now know that I had never known pain, but I choose to accept the will of God. You will forever remain in my heart. Safiri salama, Sami. Asante sana. Hayo ni maneno Samia anaambiwa na baba yake. Mungu akubariki sana na atupe nguvu wakati kama huu. On behalf ya mom, tuko na dada Esther. Takuja ndio asome vile mom anasema concerning Bwana apewe sifa. Nimeokoka siku ya leo, nampenda Yesu Kristo kama mwokozi wangu. Asubuhi ya leo pale mochari kuna maneno matatu yenye nimesikia imenigusa sana, na hayo maneno tumeambiwa na yule mchungaji alikuwa akituongoza, kwa sababu wakati kama huu unakuta sometimes mtu anashindwa kuachilia. Praise the Lord. Na tukaambiwa kwanza we accept, imetendeka. Praise the Lord. Ya pili tukaambiwa we adjust, kwa sababu sasa lazima tu adjust ya kwamba Sami hayuko pahali alikuwa kiketi, hatutakuwa tukimuona, kwa hivyo we adjust. Ya tatu tukaambiwa life has to continue. Kwa hivyo ninarudia haya kwa sababu ya wale ambao hawakuweko, kwa sababu nilisikia ni maneno ya muhimu sana kwa maisha yetu. Praise the Lord. Wacha nisome Mom, my Sami, how do I begin to comprehend your sudden departure?
knowing that you are not coming this way again. I am broken beyond words. For many years I waited, I prayed. At some point I lost hope. I had no reason to live. Then finally, the God of Sarah remembered me. And yes, I was blessed with a baby boy, my Sammy. With much joy, I received you. I was finally a mother. Everything changed. I thanked God. I knew we would be together forever. But now, here I am, with a heavy heart. Without direction, Sammy, your departure is still a misery I cannot comprehend. Since that day that God called you home, a million times I have thought of you, a million times I have cried. If love could have saved you, Sammy, you never would have died. Of all the special gifts that life has offered, however great or small, to have you as my son was the greatest of all. Thank you for the last 31 years that we spent together. With an aching heart, I whisper to you, I love you, Sammy. I miss you, Sammy. Sleep well, my son. Asante. Those are the words of the mom. On behalf of brothers and sisters, we shall have Brother Joseph. Praise God. My name is Joseph Waruinge Njoroge. Together with my sister and my brother, we are going to read the tribute to our brother. You gave no one a last farewell, nor said goodbye. You were gone before we know it, and only God knows why. A million times we will miss you, a million times we will cry. If love could have saved you, you never would have died. In life we loved you dearly, in death we love you still. In our heart you hold a place no one can feel. It broke our heart to lose you, but you didn't go alone. Part of us went with you the day God took you home. We will meet again someday, I know, in a better place. I thank God He made you our elder brother while you were here on earth. Rest in peace, Brother Sammy. Santeni, jipeni moyo, all will be well. Amen. Bwana asifiwe. Tunaenda vizuri. Nataka hii nafasi kutabua tuko na shosho, tuko na grandparent mahali wako. Pia tunataka wafunge mkono ndio tuwaone. Tuwaone vizuri. Asanti sana kwa sababu ya kupatikana. Hao ndio grandparent wa Sami. Sasa nataka tuite mwingine hapa anaitwa Jane, Auntie Jane, on behalf ya aunties. Auntie Jane. Yo dia atasoma kwa niaba ya aunties. Emma, Maina utajiada ya cousins. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunamwambiwa na maandiko kwamba yawe mazuri, yawe mabaya, tuseme Mungu wetu anaishi. Kiti kile chake cha enzi hata kiwacha kamwe. Neno moja tu linanifariji. Ni moja tu. Linasema kufa si kupotea. Ni kuanza maisha mapya kwa aliyempenda Kristo. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi ninayesimama hapa
naitwa Auntie Jane, Mrs. Oriech. Mungu alimpatia ubafu huko Ujaruoni, Kisumu East. Kwa hapa nimesimama ni kwa miaba ya dad Auntie Sasami. Huyu ni my niece. Huyu ni Auntie Sami, mkubwa kwa nyumba ya mama yetu. Anaitwa Beatrice. Ameoreka Machakos. Kuna mwingine anaitwa Rusia. Na kwa hayo yote tukiwa kama familia, Pari Grace ametoka. Tumepeana pole kwa hii familia ambayo mkaribisa dada yetu Grace na akaitwa mama wa mtoto Sami. Ikawa Sami ameenda, Mungu ako pamoja naye. Kwa dada yetu Grace, nataka kuambia hili. Mungu alikuita kwa huduma yake, ukaitwa Pastor Grace. Bereni uliitwa Mama Sami, ukapewa jina Pastor Grace. Kwa wakati huu dadangu, ni jaribio. Imani yako iko wapi? Utamwacha Kristo kwa sababu Sami ameenda? Kumbuka Sara wa Ibrahimu, na Ibrahimu walipewa mtoto mmoja tu, na dakika ya mwisho Mungu alimuitisha huyo mtoto akamtolee sadaka. Na kwa vile Mungu alimpenda, alitoa sadaka na roho safi. Nami na kuomba dada yangu, imani yako isitingitisike hata kidogo. Simama imara, tumikia Mungu wako aliyemkupa Sami. Kwa hayo machache, ninaomba niwaachie wengine nafasi. Kwa hayo tunasema poreni sana. Hata kutoka kule kwetu nyumbani, ako na cousins wengi. Mwingine ako behind auntie yake. Njiro, simama kidogo wave. Huyo ndio first cousin wake. Kuna wengine wako hapa kando kutoka Ukambani. Eunice, simameni pahali muko wote. Muwefu. Hao ni makasi ni wa Sami. Kutoka kule Kisumu wako njiani hawajafika. Lakini pamoja na hayo yote tumepeana pole zetu kwa hii familia na kwa sisi wenyewe, kwa sababu mtoto nimekaa na yeye. Wakati vita ilitokea, Sami na mamake walinipata Kisumu, nikawashikilia for 2 years. Na kwa hayo Sami amesaliwa pamoja na one of my daughters, waliwachana na miezi 4 tu. Kwa hayo nikisimama hapa, mkiona nikitingika, ni ile uchungu wa hali ya kuzaa. Lakini kwake Kristo anasema ni chake amechukua, hajaiba. Kwa hivyo tumemwachia na tumesema Sami alale pema peponi. Amen. Asante sana. Jipeni moyo katika Bwana. On behalf ya cousins, tupate Emma Maina. Kuwa tayari after this. Praise God. Mimi naitwa Emma Maina. Sami is my first cousin and he was like a brother. He was a brother actually because babake namuita baba mkubwa. So nitasoma tribute yangu. My dear brother, it is really hard for me to let you go. We could have recovered our lost years when we got separated. We had a unique bond since childhood. And all the memories of times we shared together is all I have left of you. You have left us so soon. But we have to accept the will of God. I will really miss you, my brother. I will miss your ever smiling face. Rest in peace, Sam. Urokavai, mama vitu. Guvu. On behalf ya sons, Clinton anataka kusema. My name is Clinton. I'm going to read a tribute to my dad. Dad, you will be missed forever and always. The brief
Dad, you will be missed forever and always. The beautiful moments you shared with us will never be forgotten. You have left our life, but you will never leave our hearts. Rest in peace, Dad. Pigieni makofi. Thank you. That is very bold of him. Amejaribu na Mungu ni mwema. Sasa nataka nipate nafasi nitabue wale kuna yule alikuwa amemuajiri Sami all the way, na tulikuwa tunataka apate nafasi aseme mawili matatu. Employer wa Sami kama ako karibu. Jambo nyote. Mimi sikuwa employer wa Sami, but he was my co-worker. Nimejuana na Sami for 9 years. Nilimjua kupitia their cousins Ngugi, Jenga na Manyara. Na tumekaa na Sami vizuri sana. What is ironical is alikuwa anaoperate excavator inaitwa Sunny. Unaona? So tulikuwa tumezoea kuita hiyo tinga Sunny ya Sami. Unaona? So Sami was so joyful. Nakumbuka hiyo siku tuliachana. Tulikuwa wote kabisa. Achana, tukawa hatujalipwa mshahara. Akanambia, Matata, tukilipwa leo tunaenda Mwatate. Akanambia, si unajua yangu ni ndege. Kipiki yake sielewi kwa sababu mshahara ulichelewa. Tukawa tusiende. Ikawa na mimi nikapanda zangu kwa site, nikaenda nikalala. After some few minutes, like 2 hours, mwana anakuja kuniambia eti Sami has dismissed. Initially nimepoteza my brother. Na kampuni imepoteza kiungo. So I'm sorry to you all. Please, Sami, rest in peace. Asante sana kwa sababu ya kusimama katika hiyo gap. Sasa nataka kupeana hii nafasi kwa Ann Waboi kuja uibe tunapoendelea. Hello, 1 2. Habari zenu? Habari zenu kila mmoja. Wanaosikia Kikuyu, wasiosikia Kikuyu, hii wimbo ni yetu. Tujifariji wenye tumeachwa. Sasa sisi ndio tunaongeleshwa na wenye wanaongea. Kila mtu anaongea ni sisi anaongelesha. Sami ashamaliza kazi yake. Kwa majina anaitwa Wamboi. Kwetu ni hii area Magogoni, na nitaimba wimbo wa kumsifu Mungu. Mwathani wakwa ndori ariwe, nimenyete kuna niwe murata wa ma hindi ya mathina. Kidogo. Wacheni tuweze kusimama tuibe zote hii wimbo na Mungu atatusaidia. Asante. Tusimame tu. Asante. Yes. Mwathani wakwa ndorera riwe, nimenyete kuna niwe murata wa ma hindi ya mathina, wanaikara nanie na hindi ya kĩeha, wanatwarana nanie toine ambararia ngoro yakwa Mwathani Ngai, hote gũtooria maũru mathĩna, rurumũkia ngoro yakwa Jehova Ngai, hote gũtooria maũru mathĩna.
Musa Jehova weotora gĩokĩũria nĩingĩoya ngũrie kĩũria ũmũthĩ no reke njiganĩre na ciugo njeraga mothe mekĩkaga kwa wega kũrĩ etĩkia tũine ithuothe ambararia ngoro yakwa Mwathani Ngai hote gũtaria maũru mathĩna rĩngĩ Baba urumũkia ngoro yakwa Jehova Ngai gũtaria mawĩko maku we Ngai nĩmakegagia mũno njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ ũnjĩkaga maũndũ mega na ndũndĩagia nake kerirĩria gũgũtũkia hanane na tũina wĩ Ngai we ũguo nĩguo niĩ wĩitho kwa mũrũ nowe niĩ njũthĩrĩirie ndakũrengera ngoro ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme nawe ndirĩ ndona ũndigĩte kano karagia rĩniĩ ũnjĩkaga maũndũ mega tondũ nĩ ũnyendete ingĩkwĩgio kanjohera na ũkaria rero kerirĩria gũgũtũkia hanane na tũine wĩ Ngai ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩitho wakwa mũrũ niĩ njũthĩrĩirie na kũnengera ngoro ta igongona itheru na nowe njetereire gatũrũme ka Ngai. Amen. Sasa tunaweza Thank keti. you Pastor Grace, tumekuja huku juu yako. Mungu akufariji. Amen. Thank you very much. Mungu awabariki sana. Nataka kuwatangazia ya kwamba we are live on Facebook na nataka kuuliza Reverend atupatie crowd ndio kama unataka kutuona kwa Facebook saa hii tunapoendelea atakupea the crowd yenye utafungua. Hello, in case kuna mtu kule Voi mungetaka waendelee kuwa pamoja na sisi kwenye mazishi haya, unaweza kuandika kwenye Facebook Bethel Clouds Television, mutaweza kuwa live, ama page inaitwa Hezekiah Waruinge, tuko live. Unaweza kushare na watu wa kule nyumbani ndio tuweze kwenda pamoja. Bethel Clouds Television. Bethel Clouds Television, munaweza kushare na watu wenzeni nyumbani. Tuko moja kwa moja kwenye runinga. Tihega. Brood anaweza ipata na hiyo ni mzuri. Tuko na
wanafunzi wale walikuwa na soma na Clinton na Harriet, nimeona wamekuja wakiwa wengi. Nilikuwa nataka tuwatambue kwa sababu upata wanafunzi kama hawa wote wamesimamisha masomo kwa sababu ya wapendwa wao, ni kitu hatuwezi tukajifanya hatuoni. Kwa hivyo nataka kuwa request wasimame, na kama wako na mwalimu wao naweza kuja atusalimie. Simameni wale wametoka Harvest Blessings Academy. Mwalimu wao atatusalimia. Tuwapigie makofi. Wamefanya vizuri. Asante sana. Asante sana. Wacha mwalimu wao tusalimie kidogo. Mnaweza keti. Bwana asifiwe. Praise the Lord. We are here as a Harvest Family Fraternity, where our children school to give comfort to them, and we want to register our condolences. May God of comfort comfort this family. Amen. One of us has something to say. Kindly come forward. Hurry up to save time. Praise God. Praise God again. My name is Kimberly Mothoni, and I went to the same school as Harriet and Clinton. I'm still going there. Harriet and Clinton, Mom, we are dearly sorry for your father's demise. As Harvest Blessings Academy family, we are here to inform you that we are going to support you during this hard time and during this long period, and we want to let you know that you're not alone. Dad, you have left our lives, but you will never leave our hearts. May you rest in peace. Amen. Thank you so much. May God bless you as they condone the family. Thank you very much for even saving time. That is powerful. So, umefanya vizuri. Nataka pia kutambua ni vizuri wakati tuko mahali hapa, tuko na viongozi wa serikali ambao wamesimamia area hii. Pengine tuko na assistant chief, ama tuko na chief, ama tuko na mtu yeyote. Sijui kama wamefika. Tumekuwa na wao hapa karibu kila siku. Bwana John tumekuwa na yeye, hajatuacha, na pia hii area tunasikia tumesimamiwa vizuri. Sijui kama wamefika. Kuna nyumba 10 ama kuna mmoja amekuja awasimamie. Hamaretwa njĩtagwo Nancy Wangari, na ndĩ mũikari wa itũra rĩrĩ, gwakwa nĩ ha Kĩanda, na ndĩ mũthuri wa itũra. Ndarũgama tondũ nĩ tuma na John anjĩra acererwo njarie handũ hake. Anjĩra etwo wĩra na ha ofici-inĩ, na njĩra ndĩmwĩre mũigue mũiganĩire na mwĩ karibu sana, na gũkũ kwĩna thayũ. Gũtirĩ thĩna wĩkuo, na mũndũ angĩthĩna no atwĩre tondũ twĩkuo. Na Ngai wa muoya mũrathime na mwĩke wega ihinda rĩrĩ tũromĩrĩria Pastor Grace. Amen. Asante sana. Kuna mtu kutoka upande wa Bura mwenye anaweza kuja at least tusalimie. We want pia to recognize them. Yeah, asante kuja uwasimamie at least. Asante. Hapa ni Ngoliba. Ndio. Habari ya watu wa Ngoliba? Mzuri. Yeah, my name's Anton Moyai.
Wanjule na Angelina kutoka pale Taita Taveta County, Bura Ward na Bura Town. Mimi nawakilisha team Bura, team Nancy, team Sami. Napenda kuambia watu wa Ngoliba waige mfano wa ndugu Sami. In fact, kwanza kuna kitu inanikoroga hapa. Yenye nimeona kwa hii na yenye nilikuwa nalipa kwa M-Pesa yake, kwa biashara yake, ito Sami Kumenya. Na hapa naona Sami Waruinge sijui nani. Yeah, I'm confused. Kama kweli tumekuja kwa mtu pale mochari, nimeona the same person ambaye namjua. Na ambaye tumeishi na yeye as a brother, as a Kenyan, and as a good friend of us. But the names now are confusing me. Kwa sababu pale nilikuwa nikilipa kwa biashara yake kwa M-Pesa, nilikuwa naona Sami Kumenya. Hello, tunaelewana watu wa Ngoliba? Yeah, but now kwa hii ninaona sioni Kumenya. Nikusaidie. So I'm confused. Naomba nikusaidie. Nisaidie ndugu yangu. Katika Wakikuyu tuna majina kama 7 ambao tunakuwa nayo, lakini yale yanakuwa captured kwa kitambulisho ni majina 3 ama 4. Sasa hauwezi kuweka majina yote. Ni sawa, lakini ile inatokea kwa M-Pesa ni ile iko kwa ID. Asante. So I'm still standing firm kwamba at some point I'm getting lost here, but according to the body is the right person. But as to the names sawa. Mimi nataka kusema hivi. Naomba wale watu team Bura, team Sami, team Nancy, naomba waamke. Please, amkeni tu na wave. Amkeni wale watu tumetoka Bura, tumetoka Taita Taveta County. We are more than 30. Asanteni watu wa Ngoliba. Mimi nataka kuambia hivi, we live by this example. The man who is in that coffin is a great example to all Kenyans. This man came to Taita Taveta County, and this man proved us, all of us, to be our brother. Alikuwa si mkabila. Ukituangalia watu wa Bura, watu wa Taita tunalia hata kuwaliko. Wacheni niwaambie watu wa Ngoliba, sisi ndo tumeumia zaidi kuwaliko nyinyi, kwa sababu sisi ndo tumeishi na Sami for all those years. Amekuja ku look for green pasture in Taita Taveta County. Na Sami sijui niwaambie nini, but wacheni niwaambie, kama hakuwafaa nyinyi sana, alitufaa sisi sana. Hakuna siku Sami ameambiwa na mtu ako na shida akakosa kumsaidia. Sami is not a man of tribe. Sami is not a man of caliber. Sami is not a man of class. Sami is a man of God. Na nimeamini kweli kupitia Sami, kumbe hata Mungu huwa anapenda vitu vizuri. Na hii imenipatia ushuhuda wa kutosha kusema kweli ndio maana Sami amechukuliwa mapema. We never expected. Tulikuwa na plans nyingi sana na Sami in our town, a small town in Bura. Ushuhuda wa kutosha ni wa dada yetu Nancy Chao. Tumeona na hii iende heko kwa babake Sami na mamake Sami na familia ya kina Sami. Naomba kutoka sisi kwetu Taita Taveta County na Bura Town, Mwatate constituency, naomba tuwapigie makofi family ya kina Sami. You guys, you family, babake Sami namuona pale, mamake Sami, na naomba nipate makofi ya mamake Sami peke yake. Being a great mother. Alituonyesha jana she's a strong mother. Tulipofika babake Sami hakuwa na courage ya kutupokea.
lakini mamake Sami alipata courage, akachukua microphone na akatupokea, akatukaribisha kwa hii nyumba. Mam, tunakuambia hivi, sisi watu wa Taita Taveta County, watu wa Bura, mahali Sami alikuwa anaishi na akawa anafanya biashara, wewe na dad, Mungu awabariki, Mungu awape nguvu. Sisi watu wale tumekuja hapa Wataita na hawa wa Kiambu, I'm sorry to say, ni leo tu tumekaa kwa hizi tenti, sawa, lakini baadaye tutaondoka. Mfariji wa kweli ni Mwenyezi Mungu. Chenye tunaweza kusaidia hawa wazazi wawili na Nancy Chao, it is true prayers. Tuwaombee wapate nguvu na wapate ufariji. Wenzangu wa Kiambu, ujumbe wangu ambao ninawachia, nitawaambia tunawapenda sana. Tumeshukuru yale mmetufanyia kwa dada yetu Nancy, na nataka kuwaambia kwamba si nyinyi mmepoteza peke yenu, sote tumepoteza, kwa sababu Sami hakuwa wenu tu, alikuwa wetu pia. Kwa hiyo machache, naomba niwaache hawa wazazi wawili na msichana wao Nancy mbele ya Mwenyezi Mungu, nikiwaambia ufariji wa kweli unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki, Mungu awajalie watu wa Kiambu. Asanteni sana kwa kutujua, kutujali na kutukaribisha. Na wacha niwaambie, tangu tuingie hapa jana, sisi tumejisikia tuko nyumbani na tuko salama, hatujakwazika hata mahali. Na kwa hilo Mungu awajalie. Clinton na sistako na mamako, naomba tu Mungu aliyo mbinguni ndo ataweza kuyatenda yote ya ambayo Sami ameacha. Asante na Mungu awabariki. Thank you very much. Umetufariji sana, umeongea vizuri, tumewapenda sana. Amen. Sasa hapa pia tumekuwa na watu wengine wamekuwa akitusaidia sana. Tuko na politicians, we cannot fail to recognize them. Ile kazi wamefanya hapa ni mingi sana. Wamekuwa wakija hapa wakati wa maombolezi, wamekuwa akituongeresha, na sasa pia naona kuna wengine wamefika. Kama unataka kiti ya MCA ama wewe ni MCA katika hii area Goriba, nataka kukusihi tafadhali uweze kusimama ndio watu wakuone. Na waona wengine huko, wengine huku, wamekuja wengi sana. Mungu awabariki. Hebu simameni tafadhali, tuwapigie makofi. Tunawapenda sana, tunawapenda sana sana sana, na kweli kazi yenu tumeitabua. Kila mmoja amejitolea kwa hali na mali, ametuomba hata kura. Sisi tunaendelea na tutaendelea kuwapatia kura, si ndio? Tutaendelea kuwapatia kura, and the best one will win. Sio ni mzuri? Kwa hivyo asante sana, tumeona hamjatuacha. Pateni nafasi mketi, na Mungu awabariki sana. Unajua ni vile naona masaa imeenda sana. Tukimalizia pia, kama tutakuwa na nafasi, tutaendelea kujuana zaidi. Uhakikisha pale umewaona, unaweza ongea na wao. They are good people, they are good people, I'm telling you. Si ndio? Sijui kama tuko na any other MP, sijui kama kuna MP amefika. Yes, pengine they are on the way, they are on the way. Sijui kama kuna mwenye anataka senator ama senator, governor. Wakija tutawatambua, si ndio? Mungu awabariki sana. Kwa hii nafasi nilikuwa nataka kupatia Pastor Grades. Pastor Grades ni wa kutoka PCOF Goriba, ndiye atuelekeze, atuambie vile tutaenda, na Mungu awabariki. Mimi nilikuwa naongoza, naitwa Mwaura, nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana, na shiriki na Living Grace Community Church. Mungu awabariki sana. Pigieni mchungaji Grades makofi. Ninyonete murata munene utana tariangi mundurume ukirite othe niwe Jesu githima kia muoyo na kumatwa menyana na Jesu yekirire gikeno kinene
thĩinĩ wakwa thereragia njũĩ cia maĩ, maĩ mena muoyo, haleluya. Gĩtherũke wĩ thĩinĩ wakwa, gĩtherũke gĩthima kĩa muoyo, nakĩo gĩkeno kĩonokio waku, nĩgĩtuĩke nĩkĩo hinya wakwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Naomba uniwave kama unaniona. Haleluya. Kwa majina ni Pastor Gladys. Nimeokoka. Yesu ni Bwana na ni Mwokozi katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali nimesimama najivunia kuwa niko nyumbani mwa mama yangu. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Grace ni pastor wangu, ni mama wangu wa kiroho, ni mentor wangu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nina uhakika pahali nimesimama kuna stahili. Haleluya. Nachukua fursa hii kuwakaribisha kwa niaba ya Pastor Grace. Pastors wote nawakaribisha. Haleluya. Wenye wametoka mbali na wenye wametoka karibu, mujisikie mkiwa nyumbani. Hakika nimefurahia Mungu ni kwa sababu amekulete siku ya leo. Tungekuwa peke yetu hatungeweza. Bwana Yesu asifiwe. Na diposa uko mahali hapo ukasimame katika pengo. Lakini cha muhimu ni haleluya, tumemtambua Sami kama mtoto mzuri na mtulivu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namjua kama mtoto mzuri, mtoto mtiifu, mtu ambaye hana maneno mengi. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwambia fanya hii, hata kama hataki hakujibu, anafanya tu. Hivyo tu ndivyo namjua. Haleluya. Lakini kwa sababu ya matendo yake ndio ameacha nyuma. Haleluya. Na ndio unasikia tukisema Sami hapa, Sami pale, Sami pale. Haleluya. Sasa wewe ndio umebaki na matendo hufuata mtu. Bwana Yesu asifiwe. Anza kupigania matendo yako. Praise God. Anza kupigania matendo yako ndio ikufuate nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na matendo mema, hakika itakufuata nyuma. Haleluya. Na si nyuma, itakufuata mpaka kaburini. Haleluya. Si nyuma itakufuata tu, itakuelekesha mpaka kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa na matendo mabaya itakuelekesha mpaka kaburini. Praise God. Kwa hivyo tujichagulie matendo mema ndani ya Yesu. Mimi ni mchungaji. Haleluya. Huwa tunashiriki na Pastor Grace, huwa nahubiri nikiwa chini yake. Haleluya. Na ninajivunia kuwa na mama mwenye nguvu. Praise God. Ni mama mwenye nguvu kulingana vile namjua. Na mpaka sasa hili jambo limetuma nijue hakika agona nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu watu wakilia huku yeye ndiye anaambia watu usilie. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ni kwa sababu ametiwa nguvu na Mungu ya kusimama na kujua ya kwamba lazima safari itaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Safari ya mbinguni aliyoitiwa haitawekwa vikwazo na mambo ya dunia hii. Praise God. Hallelujah. Gari yako ya safari ikipata pancha, praise God, usisubuke na pancha. Subuka na ile safari unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Huko umeitwa, ng'ang'ana kwenda huko. Kitu gani kitanitenganisha na Mungu Mwokozi wangu? Haleluya. Kitaje wewe kama kuna kitu inaweza kukutenganisha na Mungu. Wewe kitaje. Lakini tunaambiwa hakuna lolote. Hakuna jambo lolote ambalo linaweza kukutenganisha na Mungu. Praise God. Sisi tunaweza tenganishwa na Sami. Saa hii tumetenganishwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kama Sami ameenda, mama yangu, Mungu yuko uhai na anaishi milele. Simama na safari itiwa na ukaze mwendo, ni kwa sababu kuna pale unaelekea. Licha na
mapito mengi na vikwazo vingi, kuna Mungu juu mbinguni. Haleluya. Kwina Ngai ugiragia andu maithori. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakika Mungu ametenda na atabaki kuwa Mungu. Acheni Mungu aitwe nani? Aitwe Mungu. Haleluya. Wanaomcha Bwana, endeni mkamche Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wanaomlilia Bwana wakaendelea na kumulilia Bwana. Haleluya. Aria metaga Ngai agetika magathie kumwita agetika, ni mathie na mbere. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninawashukuru nyote kwa niaba ya Pastor Grace, nikijua hakika mumetushikilia kutoka siku ya kwanza mpaka siku ya leo. Tungekuwa peke yetu hatungeweza. Ninawashukuru wote na musikie mumebarikiwa. Na mbarikiwe nyote, kila mtu na wakati wake. Na wakati wako wa shida usikose mtu wa kukushikilia. Haleluya. Usikose mtu wa kukushikilia wakati uko na kilio. Usikose bega ya kulilia wakati uko na kilio. Haleluya. Hakika ningeongea lakini sina maneno mengi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa tu niwakaribishe kwa niaba ya pastor wetu Grace, na msikie mkiwa nyumbani. Tutaendelea sawa, tumeendelea vizuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ametulinda kutoka ile siku ya kwanza, kutoka day one tumeona nguvu zake, tumeona uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia Mungu akituongelesha, tumesikia Mungu akinena. Bwana Yesu asifiwe. Na bado tutaendelea kusikia akiongea. Haleluya. Kwa sababu ya muda nataka nimkaribishe Bishop Bogwa akuje aendelee hapo pengine na mtabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Nataka sasa tuwe pamoja. Tumefika wakati mwingine tuendeleshe ibada kama kanisa, na kama vile tumekusanyika hapa sasa, hii ni kanisa, ni mwili wa Kristo. We are the church of Christ, kanisa ambalo Yesu Kristo atakuja kunyakua. Yesu Kristo atakapokuja hatakuja kwa dini moja, atakuja kwa kanisa. Praise be to God, mwili wake. Amen. Na tumeshikana hapa tukiwa wachungaji wengi kwa sababu Pastor Grace ni mchungaji wa wachungaji wengi. Najua kuna wachungaji wengi wametoka pande hii ya Machakos, kuna wachungaji wengi wametoka pande hii ya Kiambu County, kuna pia wapendwa kutoka Voi, kuna wengine wametoka Nairobi. Hii familia pia ni familia ya watumishi wa Mungu. Kwa hivyo mahali uliko, sikia kanisa lako liko pale, na tutashikana tuendeleze ibada pamoja kwa utukufu wa Bwana. Praise be to God. Kwa hivyo nataka kabla sijaongea mengi sana, nikaribishe wale wote ambao Mungu amewapa kipawa. Mungu amekupa kipawa cha kuongoza na praise and worship. Unaweza sogea hapa niko. Kila mmoja ambaye Mungu amekupa kipawa cha kuongoza na praise and worship, kila mmoja ningeomba usogee hapa niko, ili tukaweze kuanza ibada rasmi tunapoendelea kwa utukufu wa Bwana. Kila mmoja, ikiwa Mungu amekupa kipawa cha kuongoza na praise ni worship. Naona kuna wake wa maaskofu wa wachungaji mashuhuri wanaongozaga na praise and worship. Naona wapendwa wengine wa timu ya mchungaji Leveled ambao ni my intercessors. Ningeomba kila mmoja kiwa unaongozaga na praise and worship, tushikane pamoja na ili tukaweze kumtukuza Bwana. Amen. Praise be to God. Amen. Ninataka nipeane microphone wote wakiwa hapa. Ningeomba kwa heshima kubwa sana zote tukaweze kusimama.
nitaomba nimpatie mke wangu kipasa sauti, atatuongoza na ombi, then we are going to start with the praise and worship. We are going to praise the Lord, then I will tell you the way forward. God bless you. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Alice Wajiko Bogwa, Mrs. Bishop Samuel Bogwa, na nimeokoka. Kristo ni mfalme katika maisha yangu na nitamwishia huyu Bwana. Wacheni tuombe. Tunakushukuru Bwana, tunasema ni asanti kwa hapo tumefika, tumeona mkono wako Bwana. Tunajua Bwana Yesu tunaishi kwa neema yako, na ni posa tuko mahali hapa sababu ya neema hizi zako nyingi. Bwana tunakuita uendelee kutujaza na nguvu, na ili tuweze kuendelea na hii safari. Tunajifisha katika damu ya Yesu Kristo, tunajifisha katika miaka ya ahadi kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tunaomba nguvu za kuendelea, tunaombea hii familia nguvu ya kuendelea kwa jina la Yesu Kristo. Twakuinua mfalme na twakutukuza tunapoenda Bwana kukusifu na kukuabudu. Tunaomba upako wako uwe juu yetu kwa jina la Yesu Kristo. Jehova, twajifunika na damu ya Yesu Kristo, na twajiachilia mikononi mwako Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Getaka tuingie kwa kuabudu. Abudu Bwana na roho yako yote, ukijua unaabudu Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Mungu huwa hata anajibu maombi yako unapoabudu. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana.
majina mema ni yako Bwana. Jehova Rafa ni yako Bwana. Jehova Nisi ni yako Bwana. Jehova Rafa ni yako Bwana. Jehova Nisi ni yako Bwana. Oh, El Shaddai ni yako Bwana. El Shaddai ni yako Bwana. Oh, Jehova Rafa ni yako Bwana. Jehova Rafa ni yako Bwana. Oh, majina yote ni yako Bwana. Oh, majina mema ni yako Bwana. Oh, majina yote ni yako Bwana. Oh, majina mazuri ni yako Bwana. Oh, we give you glory, we give you glory and the honor. We give you glory, we give you glory and the honor. We give you glory, we give you glory and the honor. We give you glory, we give you glory and the honor. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa, twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa zetu zote. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa, twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa, 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 sifa. Twakupa sifa na heshima. Twakupa sifa, Jehova Nisi. Twakupa sifa na heshima. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa. Twakuinua Jehova. Oh, twakupa sifa, twakupa sifa na heshima. Twagotea Mwathani. Twakupa sifa na heshima. We give you glory, glory, glory. We give you glory and the honor. We give you glory, Jehovah. Oh, we worship you. Hey, Jehovah. Oh, we give you glory. We give you glory and the honor. Abokera kumana mochine. Etwagotea mon. Etwagobaria. We give you glory, Jehovah Jireh. We give you glory and the honor. Enenda mbele za Bwana, enenda mbele za Bwana. Glory and the honor. Oh, we give you glory, Jehovah Rafa. We give you glory and the honor. Niweka Bwana. Etwakwambararia Mwathani wewe yoretonera. Etwagotea Ngai wa Ngai ciothe. Etwakwenyeria tũrĩ gĩikaro gĩkĩ. Tũkiuga gũtirĩ na Ngai ũngĩ tawe. Nĩtũrabatara hinya ta waku. Nĩtũrabatara wendo ta waku. Nĩtũrabatara gũtongorio nĩwe. Tunakuabudu Jehova. Tunakushukuru Jehova. Oh, tunasema unastahili. Twakupa sifa, twakupa sifa, twakupa heshima na heshima ni zako. We worship you Jehovah. We give you glory Lord. As we honor you this evening.
otire na kayogetawe. Hakuna na atakuwepo. Tunahitaji nguvu zako. Wategoneka na damu ya Yesu. Watemeja katika miaka ya hadi. Kainuka kinyume na mipango yote ya shetani. We cancel the plans of the devil by the finger of God. We come against all evil spirits in the mighty name of Jesus. We worship you, God, in this prayer. We give you glory, Lord. We honor you, Jehovah. Leo apartment yo igoromono. Waparane yo igoronia kaishone. Wakupasi watu wasema ni asante. Hakuna mwingine, Jehovah. Otile wako ananiona we. Hakuna wakufananisha na wewe. Wakupa sifa, Jehova. Wakupa utukufu wako. Ni tunakuinua, Jehova. Tunakutukuza mahali hapa. Tukikemea mapepo yote. Tukikemea mipango yote ya shetani. Tukiharibu kazi zote za shetani. Kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna mwingine, Jehova. Twasema ni asante, Bwana wa mabwana. Hewa kelele, Jehova. Oh, we worship you, God. Tutigane limoko ikai tukwiri. Tunaomba nguvu mpya. Tunaomba kuendelea kwa jina la Yesu. Oh, we worship you. Tunaomba nguvu mpya. Tunaombea baba na mama Sami nguvu mpya. Tunaombea kulindwa na wewe. Twawaombea nguvu zako. Twawafunika na damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Each and every matter that concerns this meeting, we commit it upon your able hands. In the mighty name of Jesus, Lord our God, we pray as we move on in this service. We pray that you take control over each and everything. We pray that you take charge over each and every matter in the mighty name of Jesus. Wale ambao wanahitaji kufarijiwa, naomba ukawafariji. Wale ambao wanahitaji ukombozi, naomba ukawakomboe. Wale ambao wanahitaji kufunguliwa kupitia kwa mkutano, ninaomba ukaweze kuwafungua. Ninaomba Bwana wa mabwana, tunapoendelea na mkutano, wacha kusudi lako likaweze kutimia. Haujawahi kusanyisha watu wako bila sababu. Uko na kusudi jema, kama vile neno lako lisemavyo, yote yanayotendeka yanasaidiana pamoja kwa wema wa wale ambao wameitwa katika mpango wako mwema. Ninajua uko na kusudi jema kupitia kwa mkutano. We pray that you take over and fulfill your will as we move on. In the mighty name of Jesus, we do pray and we believe. Let us say amen. Let us say amen. Tumpe Bwana Yesu sadaka za makofi. Tumpe Bwana Yesu sadaka za makofi. Wacha tukaendelee na kumsifu. Weka makofi ya Bwana Yesu. Ametenda mema Bwana Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema Bwana Yesu, ndio maana mimi nampa sifa. Ndio maana mimi nampa sifa. Ametenda mema
twende. Ubona huu. Ona gwethana na kwegekeno. Ngai no kinya gocagwo. Tuina. Piga makofi sasa. Chezea Bwana Yesu. Tucheze Bwana Yesu. Chezea Bwana Yesu. Twende. Haya. Kwani mchezei Bwana Yesu. Tucheze Bwana Yesu. Hii ni sherehe ya Sami. Ya mwisho harusi yake. Twende. Tucheze. Haya. Mwegana ni wagereire. Agotire ukiona tawe. We mwegana ni wagereire. Agotire ukiona tawe. Wekete. Orathimete muciĩ ũyũ. Wekete. Na ũkamayo ũgima wa mwĩrĩ. Wekete wega. Rekio ndĩraina. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire. Na gũtirĩ ũkĩona tawe. Wekete wega. Rekio ndĩraina. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire. Na gũtirĩ ũkĩona tawe. Wekete wega. Ũrathimete ciana citũ. Wekete wega. We ũkama ũgima wa mwĩrĩ. Wekete wega. Rekio ndĩraina. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire. Na gũtirĩ ũkĩona tawe. Wekete wega. Rekio ndĩraina. Wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire. Na gũtirĩ ũkĩona tawe. Wekete wega. Rũciũ kĩrũgama kĩhĩta. Niĩ na nyũmba yakwa yothe. Tũgatagĩra Ngai wa igũrũ. Atĩ rũciũ kĩrũgama kĩhĩta. Niĩ na nyũmba yakwa yothe. Tũgatagĩra Ngai wa igũrũ. Na ũthakame ya Mordekai. Nayo ndĩgaitĩka nĩ ta ya nyamũ. Kana kĩimba gĩake kĩhucio. Nĩ nyamũ kana mũndũ. Rekio rũciũ kĩrũgama kĩhĩta. Akiuga niĩ na nyũmba yakwa yothe. Tũgatagĩra Ngai wa igũrũ. Akani arĩa indaire kĩrumi. Atũmire anake moragwo. Arĩa marĩ njamba cia Ngai. Magĩkuĩra njĩra Ngai. Nake rũciũ kĩrũgama kĩhĩta. Akiuga niĩ na nyũmba yakwa yothe. Tũgatagĩra Ngai wa igũrũ. Ayo thakame ya Mordekai. Ĩgaitĩka thĩ ta Zakayo. Kana kĩimba gĩake kĩhucio. Nĩ nyamũ kana mũndũ. Nake rũciũ kĩrũgama kĩhĩta. Niĩ na nyũmba yakwa yothe. Tũgatagĩra Ngai wa igũrũ. Ũgatere mũno kũraya ma. Andũ arĩega. Mana gĩkeno nacio thiũrĩte kuo. Na ithuĩ ĩmakia ithuothe yotega. Twerekere kuo tũtekanya. Nĩakia na waganu tũtikona kũndũ kũu. Andũ nĩ kwa Jesũ tũgatũũra. Na arĩa me kũndũ kũu nĩ amwe othe. Gĩkoro ĩmwe no wega tũgĩthiĩ. Tũgakene ona ithuĩ. Tũtũũra matu-inĩ kinya. Nake nĩ Ngai wa ira mwana wake. Kuoya gĩathĩ-inĩ ya ũthamaki. Tondũ nĩathuurĩire nĩguo atharie Jakobu. Akiuga nake nĩathuurĩirie maru nĩ arai.
Monana,
Yes, may God and may the name of the Lord be glorified. Jina la Bwana litukuke. Nataka kumwalika Apostle Gideon. Apostle Gideon, karibu. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. In fact, kama vile nimesema, all things work together for good. Ama mambo yote yanafanya kazi yakisaidiana. Mambo mengine unaangalia unaona yakiwa mazito. Nisaidiwe na microphone. Nĩjiguaga wega tũgĩteithania na ndungata ĩno ya Ngai, na nĩ wega Mwathani arogocwo. Reke njarie Gĩkũyũ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Iko sawa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ndoiga kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ. Nimesema neno la Bwana inasema hivi. Maũndũ mothe mateithanagia hamwe. Mambo yote hutendeka pamoja. Marĩa mahanĩkaga mateithanagia hamwe. Yale ambayo hufanyika pamoja. Nĩ ũndũ wa wega marĩa mendete Ngai. Kwa sababu ya wale watu wanampenda Mungu. Nĩgetha mamarehithĩrie kĩrathimo. Ni kwa sababu ili ipate kuwaletea baraka. Tarĩu no ũkinye handũ wĩyũrie ciũria nyingĩ. Unaweza fika mahali ukajiuliza maswali mengi. No ciũria icio ciothe. Lakini haya maswali yote Ngai ena anja yacio. Mungu ana majibu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise be to God. Bwana asifiwe. Ciũria ciothe ingĩkorwo ũkĩyũria. Maswali yote ambayo unaweza jiuliza. Ngai ena anja yacio. Mungu ana majibu yake. Tarĩ mũthuri ũcio ũkumĩte Voi. Kama huyo mzee ametoka Voi. Ũcio kũragio ũhoro wa marĩtwa. Huyo ambaye anauliza habari ya majina. Nona mũtumia ũcio watũhoithia mũtumia wakwa. Unaona huyo mama ametuombesha mke wangu. Kibandi gĩake etagwo Alice Wanjiko wa Mbugua. Ukiangalia kwa kitambulisho yake anaitwa Alice Mbugua. Na wamuona kando muhoe namba yake ya thimũ rĩ. Na ukimuona kando muombe namba ya simu. Umuikirie kanyamũ M-Pesa-inĩ rĩ. Ukimtumia kitu kwa M-Pesa. Ikurehe Alice Wanjiko wa Ngari. Italeta Alice Wanjiru wa Ngari. Wanjiko wa Ngari. Mwathani arogocwo. Amen. No na nowe. Na nowe ni yule peke yake tu. Rĩthĩ nduona kwĩna anja. Kwa hivyo mnaona. Kwĩ ciũria iria ciothe twĩyũragia. Kwa hivyo hiyo maswali yote tunajiuliza. Ngai akoragwo na anja. Mungu anakuwa na majibu yake. Ndakire ndĩreciria ndĩroiga atĩrĩrĩ. Nakuwa najifikiria nikajiuliza hivi. Ahoi Ngai nĩ mageragio mũno. Wale ambao ni watu wanamuomba Mungu wanapitia majaribu mengi. No ndĩraririkana atĩrĩrĩ. Lakini nikawa nakumbuka hivi. O ũrĩa ũthomete mũno. Vile umesoma sana. Noguo kĩgeranio gĩaku kĩritũhaga. Ndivyo inakuanga mtihani wako ni mgumu. Pero ihinda rĩtararĩ kũraihu standard 8 nĩ marekĩte KCPE. Kama saa hii kila darasa ya 8 wamefanya mtihani. Na ona form 4 no marekire KCSE. Na wale wa kidato cha 4 pia wamefanya mtihani. No kia form 4 kirarĩ kĩritũ. Lakini hawa kidato cha 4 ilikuwa mzito kiasi. Gũkĩra kia standard 8. Kuliko hawa wa darasa la 8. Ona ũrĩa ũrekire diploma rĩ. Wale ambao wanafanya diploma. Yake ndĩhanaine na degree. Hiyo haitoshani na ile degree. O ũrĩa wĩrutanĩirie mũno noguo kĩgeranio gĩaku kĩraritũ. Kwa hivyo vile unajitolea sana ndivyo mtihani wako unakuwa mgumu. Na ndĩrona mũhano wa mũndũ ũmwe wĩtagwo Ayubu. Na ninaona mfano wa mtu mmoja anaitwa Ayubu. Na ngathiĩ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Ayubu 1:5. Ayubu 1:5. Atĩ ciana ciake ciathiĩ gũkenerera. Watoto wake wakaenda kufurahia. Na marĩkia. Na walipomaliza. Acokaga agathiĩ mbere ya Ngai. Alikuwa anarudi anaenda mbele za Bwana. Akaruta igongona nĩ tondũ wao. O mũndũ. Akamtolea Bwana dhabihu kwa sababu ya kila mmoja wao. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Nigetha atĩ no kwĩna mũndũ ũrahĩtiria atekũmenya gatagatĩ ga ciana icio ciake. Ni ya kwamba kama pengine kuna mtoto alikosea bila yeye kujua. Akamathaithanĩrĩra. Akapata kusimama kwa nafasi akawaombea. No ona kũrĩ ũguo rĩ. Hata pamoja ukikuwa hivyo. Agĩkora kĩgeranio-inĩ kĩritũ mũno. Akajipata kwa mtihani ulikuwa mgumu. Ndoraga mũtũrĩre-inĩ ũyũ wa gũkũ thĩ na wa Biblia gũtirĩ mũndũ wageririo na njĩra nditũ ta Ayubu. Maisha ya huko duniani na watu walioandikwa kwa Biblia, hakuna mtu aliyefanywa mtihani mkubwa kama Ayubu.
Mwathani arogocwo. Amen. Na agerio guo wothe no coke otare agiko kwi mundu kwanja wari mwiheani na indo ciake mwite Ayubu. Na mtu huyo ambaye amepitia majaribu namna hiyo, kama kuna mtu alikuwa amejitolea kwa vitu zake ni Ayubu. No igwa guthaithana na kuhoera ciana ciake Ayubu. Mnasikia hiyo maombi ya kuomba na pia kuombea watoto wake. Halo. Halo. No akikora kigeranio-ini kiari kirito muno. Lakini akajikuta katika mtihani mgumu. No wegoria wiho ni ati, lakini wema uliopo ni ya kwamba Ngai ndangireka tugerio. Mungu hawezi kubali tujaribiwe na maria tutangihota gwitiria, bali ambapo hatuwezi ponyoka. Na nikio Ngai ahete ndungata yake hinya, na ndipo Mungu amempea mtumishi wake nguvu, muthuri wake pamoja na mzee wake, no na ciana na mutumia, hata na watoto na mke wa Ngai marehemu. ni mukuhota gwitiria, Ngai ni mukuhota gwitiria. Arageria no amenyo uyu ni muikamba na nie ndi mugikuyu. No nena kaundu ngwendaga gukuonia. Kuna kitu nilikuwa nataka kuonyesha hapo. Ona uguo turataura ri. Hata hivyo tuna Kenya ni turanyitana wega. Wa Kenya tunapatana sawa sawa. Toiga Kenya ni turanyitana wega. Kenya tunapatana sawa sawa. Mwathani arogocwo. Amina. Kenya turanyitana fiu. Kenya tunashikana kabisa. Acio mumete Githumo twi kindu kimwe. Wale wa Kisumu tuko kitu moja. Acio mumete na hama Machakos twi kindu kimwe. Wale wametoka Machakos tuko pamoja. Agikorwo gwi kindu kwanja kinyitithanagia andu, kama kuna kitu ambacho kinaleta watu pamoja, gite kanitha ni kama kanisa. Mwathani arogocwo. Amina. Ndeke nginyie hau, wacha nifike hapo na njuge nigugwetetwo maritwa makwa. Nilikuwa nimetajwa majina yangu. Njitagwo Bishop Samuel Mbugua. Naitwa Bishop Samuel Mbugua. Hujagia Thika Town. Na ubiri kule mji wa Thika. Handu hetagwo Kiganjo. Mahali panaitwa Kiganjo. Na gwito nyumite Murang'a. Na kuzaliwa nimezaliwa Murang'a. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana asifiwe. Na ningenagira Mwathani tondu wa kuhonokia. Na huwa nafurahia Bwana kwa sababu ya kuniokoa. Hujagia na kanitha witagwo Christ Messengers Chapel. Kanisa inaitwa Christ Messengers Chapel. Na ona ungiandika ritwa riu Facebook-ini uthie ho ugukora turi ora ifuko umuthi. Ukienda kule kwa Facebook pia Ungungu utakuta tuko huko. Tondu ni ndumire. Kwa sababu nimeweka. Tutierirwo tutume. Tuliambiwa tutume. Nigetha aria tutari hamwe nao tunyitanire na. Ndio wale ambao tuko pamoja tuwe pamoja. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana asifiwe. Ndenda kuhe ndungata cia Ngai iria twina cio guku kanya. Nataka kupea watumishi wa Mungu tulio na wao nafasi nigetha matugeithie, ili watusalimie na tumatie, na ili tuwaheshimu. Mokite kunyitirira ndungata ya Ngai Pastor Reverend Grace. Wamekuja kusimama na kasisi Grace. Reverend Grace ni anyitanite na ndungata nyingi. Mtumishi kasisi Grace ameshikana na watumishi wengi. Ni hakwa twanyitanire na Reverend Grace. Kwangu tumepatana naye hindi mwari wa maitu ekaga hiki wakati wa harusi ya dada yangu, na agioka akirehe muthuri uria bokaga kugukua mwari wa maitu uthoni-ini, na wakaleta yule mzee ambaye walikuwa wamekuja naye kule kwa nitaiguaga muhunjia ucio akimugweta muno. Nilikuwa nasikia huyo mhubiri anamtaja sana, na akiaria uhoro wa kioneki giake na nigukigweta hanini, na akiongea kuhusu ya maono yake, na nitataja kidogo. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. No tugicoka tukimenyana muno hindi iyo, na tukarudi tukajuana zaidi baada ya yale. Praise be to God. Amen. Na koguo ni ndungata tutwaranite we ihinda, ni mtumishi tumepelekana kwa muda, ni njui ena arata ingi ahunjia mwena uyu wa Machakos, na kuna watumishi marafiki wengi katika upande wa Machakos, mwena wa Thika guthie nginya Kiambu county yothe nginya Nairobi, na kule Kiambu na Nairobi. Ngai ni amuhete neema, Mungu amempatia hiyo kibali. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Na ndikana kwina hunjia moimite Voi nyanjiririe nao. Sijui kama kuna watumishi wametoka Voi wahubiri. Kungikoro kwina muhunjia umite Voi, a pastor from Voi. Kama kuna wale wahubiri wametoka sehemu za Voi, or reverend or bishop, a minister of the gospel from Voi. Wewe ni mhuduma wa injili kutoka sehemu zile, or an evangelist still, ama mwinjilisti pia from Voi, kule kutoka Voi. I want to recognize them. Tunataka tuwatambue. Tunawapenda sana wapendwa kutoka Voi. Amen. Lakini ninajua kuna marafiki wengine nitapatia baadaye. Yes. Kutoka Voi, lakini tutapea wachungaji
Kuna wachungaji wametoka pande ya Machakos. Kuna wachungaji wametoka pande ya Machakos. I want to recognize them. Tunataka tuwatambue wale wametoka pande ya Machakos. Wakuje mpaka hapa tu tafadhali. Yeah, kuna wachungaji wametoka Kidhimani siko Machakos. Yeah. Let me recognize them. Machakos imeanza hapa chini kidogo. Yeah. Tulipokuwa rĩrĩa tũgũkaga-rĩ, wakati tulikuwa tunakuja twerirwo ciana imwe ithomagĩrĩra Machakos thukuru. Tumeambiwa watoto wengine wanasomea Machakos. Ciumĩte Kiambu County. Wakiwa wametoka Kiambu County. Nacio ciana iria ingĩ ciumaga Machakos igoka gũthomera Kiambu County tondũ mũhaka wa Kiambu na Machakos wi haha kĩanda tu o haha tũrigaine. Na wengine wanatoka kule Machakos wanakuja Kiambu mpaka tu iko hapa karibu. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Praise be to God. Amen. Tondũ nĩndĩramenya twĩna hunjia aingĩ mũno tafadhali. Na maana najua tunahubiri wengi sana. Ngũmwĩhoya o mũndũ egwete na kanitha ũrĩa tungataga nigetha tũtikae kũhũthĩra mathaa mũno. Na ninakuomba tu mtumishi, ukipata nafasi utuambie jina yako na kanisa ili tuokoe masaa. Na Ngai nĩekũmũrathima. Na Mungu atawabariki. Karibuni sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Majina yangu ni Bishop Joseph Njoroge Jenga wa kanisa la All Nations Arise and Shine Church. Nimefika hapa kwa amri ya Mungu, tunaambiwa farijianeni kwa maneno haya. Amen. Tumekuja kuwafariji. Amen. Askofu, Bwana akubariki sana. Tupigie askofu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Majina yangu naitwa Ruth Nganda. Bwana wangu ni huyu. Niko Kiwanja Full Gospel Church. Amen. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Reverend Joseph Nganda. Mimi sijui niseme nini kwa sababu mimi ni pastor Machakos County, Kiambu County, Murang'a County. Kwa hivyo mimi sijui. So ile kubwa sana ni Ngoriva Local Church. Ndio inasimamia hiyo makanisa yote. Mimi ni opasia wao hapa Ngoriva. Na makanisa yako Machakos kwa Kiwanja mahali umesikia bibi akisema. Kuna mengine huko Kagugu na kuna mengine yako Ngoriva na mimi ninahubiri Magogoni. So God bless you. Tumekuja kumfariji dada yetu. Amen. Tujiona miaka mingi. Wewe unaona ako pande hiyo. Tulianza sana miaka mingi sana. Na hii familia tunajuana sana. Ndio sababu tumekuja kuwabariki. God bless you. Barikiweni sana. Coffee. Amen. We clap for the servant. In fact nimesahau kuambia hata Murang'a iko hapa tu karibu. Tukiwa hapa Murang'a iko hapa tu karibu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa kikao hiki na maana tumekuja kupeana faraja. Mimi naitwa Reverend Morris Kikului na mimi ni mhubiri wa Redeemed Gospel Church mji wa Maturu. Mungu awafariji. God bless you. Tumpigie makofi mazuri. Ametubariki sana wakati tulikuwa pale chini. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana wetu Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Steven Zioki na mimi ni mchungaji kanisa la Shonem House of Prayer PCOF hapa Kondo. Na kuja hapa wengi wetu ambao tumekuja labda ni wageni. Tunaweza tukasema ni wageni, wamefika hapa siku ya kwanza. Wamefika hapa kwa sababu ya urafiki wa mbali. Lakini mama ambaye ni mama ambaye tumekuja kumfariji ndiye my reverend. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amekuwa wa baraka sana. Amekuwa sio vile tu wapendwa wa Taita wamemuona. Ako zaidi ya hivyo. Bwana wetu Yesu asifiwe. Labda mmeona ujasiri wake na ukakamafu wake na vile hali ya majonzi haimfuniki. Ako zaidi ya hivyo. Bwana wetu Yesu asifiwe. Na zaidi katika maisha ya kiroho anakuwa wa msaada sana. Kwa hivyo mama pamoja na jamii, Mungu wetu wa mbinguni ambaye ajuaye kufariji na kupanguza majonzi, awapanguze majonzi kwa wakati huu. Mungu awabariki. Amen. Tupigie mchungaji makofi. In fact tumekaribishwa na wenyeji. Lakini kuna wengine sasa wa pande hii ya Ngoriva na wacha tupe special nafasi wa mchungaji wa Ngoriva.
Wachungaji wa hapa Gorifa, karibuni sana mtusalimie. Karibuni wachungaji wa hapa Gorifa. Kujeni mpaka hapa niko. Wachungaji wote wa Gorifa, wacha wakuje hapa. Hata ikiwa ulikuwa umeongea ni sawa, karibu. Wachungaji wa Gorifa. Karibu mchungaji. Karibu mchungaji. God bless you. Amen. God bless you. Amen. Karibu na wachungaji. Nagojea kama hao. Karibu. Amen. Amen. Sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kidogo tu nataka kuomba tu. Ni vizuri tuje hapa katikati, alafu ndio tuweze kuonekana na kila mmoja, hata ninyi. Amen. Basi nawashukuru. Hamjambo? Mimi naitwa mchungaji David Njuguna Kamau. Nahudumu hapa Ngoliba katika kanisa la Victory Church. Na wakaribisha hapa kwetu waliotoka mbali kule Pwani. Karibuni hapa. Amen. Waliotoka sehemu zingine, hapa kwetu tunawapenda ninyi wageni. Hivyo karibuni sana na Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Dominic Wambua. Nahudumu na kanisa linaitwa Jesus is Coming Deliverance and Healing Ministry hapa Goriba. Pastor Grace ni rafiki yangu. Alipokuja ni mimi alinikuta. Bwana. Amen. God bless you. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Majina ni Elizabeth Mwangi, kanisa ni Deliverance Church Goliba. Asanteni. Amen. God bless you. Amen. Wachungaji, kuna viti pade ile, karibuni sana. Yesu ni mureithi. Wangodusi yake. Yesu ni mureithi. Wangodusi yake. Etogiuka. Wega, ngoka nie na Yesu na Roho Mutheru. Amen. Mimi kwa majina yangu naitwa Steven Kimani, na kwa majina ya huduma naitwa Pastor Steven ama Pastor Steve. Huwa nahudumu na kanisa la Penoro Faith Church of God hapa Gorifa. I think mimi ndiye yule mgeni sana kwa wachungaji hapa Gorifa na ninawapenda sana. Thank you. Amen. God bless you. God bless you. Kuna nafasi ya wachungaji hapa. Na ikiwa pia uko huko nawe ni mchungaji, bado tuko na nafasi yako. Usogee hapa, ukuje pade ile na Mungu atakubariki sana. Amen. Praise be to God. Tuko na timu ingine pia ya wachungaji kutoka, wacha niseme, Kiambu County. Hata igawa Gorifa iko Kiambu County, wacha tuwape nafasi wachungaji wametoka Kiambu County. Sitasema Thika peke yake kwa maana najua kuna wengine wametoka Juja, kuna wengine wametoka all the way from Githunguri, wote pamoja. Nikiomba wakuje hapa. Tumeambiwa tukae hapa. Kwa hivyo wakuje hapa wote wachungaji kutoka Kiambu County. Kuna timu ambayo imekuwa na mchungaji ama Reverend Grace. Kuna karibuni wachungaji nyote kutoka Kiambu County. Kuna timu imekuwa naye na tumekuwa tukiombea hata nchi ya Kenya pamoja na ninamtampatia kiongozi wetu ametoka Kiambu County akiwa wa mwisho na atasema mambo mawili kidogo, lakini tumekuwa na team, tumekuwa tukiombea hata nchi yote ya Kenya. Tumekuwa na maombi kwa ajili ya nchi ya Kenya na Reverend Grace amekuwa kiongozi wetu akiwa amekutushikilia pade ya Thika na sana pade hii ya Gorifa. Amen. Atakapokuwa karibu kabla wachungaji wanene, Pastor Grace akona maono ya kupanda prayer center. The first time I heard about her, kabla sijawahi kumuona. Si nilimuona wakati mara ya kwanza wakati wa dawali ya my sister. Wakati my sister alikuwa naolewa na mchungaji fulani rafiki yake. Na nikasikia Pastor Grace akona maono ya prayer center. Na nikiomba wachungaji wote wale wametoka Machakos, nimepea hiyo nafasi ya kwanza. Hao wametoka hapa Gorifa na wale tumetoka pia Kiambu County, tushikilie yale maono ya Pastor Grace. Samueli maana yake Biblia ya Gikuyu yugaga ni kuiguo ni Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuiguo ni Ngai. Ona niĩ njĩtagwo Samueli na mamia njĩtire ũguo. Amen. Na inamaanisha kusikika na Mungu.
na tukipanda a beautiful prayer center here na tuite Samueli, kila mtu akija hapa Mungu anasikia maombi yake. Praise be to God. Ninasema namna gani? Sijaipatia jina, lakini nimesema tushikilie maono ya Pastor Grace. Praise be to God. Sisi kama wachungaji, na inajua vile Mungu ameiweka ndani yake, Bishop Nene, wacha tushikilie hayo maono na Mungu atakubariki sana. Hallelujah. Kwa hivyo si tutagulie kule tukuje tumalizie pade hii. Wacha tutagulie pade ile. Okay, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mimi naitwa Lydia. Nimeokoka, nampenda Yesu. Niseme tu mimi ni pastor. Na ni pastor wa kipekee. Bwana asifiwe. Kwa sababu mimi upasta wangu ni mimi natengenezea hao mapastors wote roho ambazo wanalinda ama wanachunga. Bwana asifiwe sana. Ukisikia kuna bishop, kuna reverend, kuna pastor wanakuwa roho zile wanachunga, ni mimi zinapitia kwangu. Bwana asifiwe. Mimi ni mchungaji wa watoto na hii kazi nilianza nikiwa mchana, na hiyo ni kazi Mungu alinipatia na akaweka mzigo ndani yangu, na nimeendelea nikiwa chini ya Bishop Shege Full Gospel Makongeni, na nimekuwa nikifanya hiyo kazi kwa roho safi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningeomba hata kama wewe uko hapa ungetaka hata kundi, uko na kundi ya walimu wa Sunday school ama wachungaji wa Jumapili, na ungetaka wafunzwe ama waekemishwe kufunza ile timu ndogo ya kutengenezea hao mapastors law za kutunza katika kanisa. Bwana asifiwe. Unaweza niona. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa majina naitwa Mrs. Mogo ama Lucy, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mahali hapa nimekanyaga, nimekuja kupea dada yangu pole, lakini ujue wenye wameokoka Yesu ako juu yako. Upande zote anakutia nguvu. Mbarikiwe. Amen. Negera Pastor Mugo marekanie hamwe. Amen. Na kari KAD. Amen. KAT 250S. Wacha mwenye hiyo gari yaone our brother there. God bless you. Amen. Bwana asifiweni. Wale wote ambao wamefika kutoka Voi na kutoka pande zote za nchi ya Kenya, hamjaboni. Bwana asifiwe sana. Mimi naitwa Mugo, Pastor Mugo, na nimeokoka. Yesu ni Bwana, amenirinda. Na hudumu na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, mahali ambapo panaitwa Athena. Kile kitu ambacho ningetaka kusema, kwa sababu tumekuja ili tuweze kufariji familia hii. Danda wetu Pastor Grace, ninaomba pamoja na familia yako na mume wako na wale ambao mko nao, muwe na jambo hili. Koherezo ama mhubiri alisema ya kwamba kuna wakati wa kila jambo chini ya ulimwengu. Akasema ya kwamba kuna wakati wa kulia na hata wa kusheka. Ukisoma katika Mhubiri 3 hapo utaona. Na hiyo maneno machache, mbarikiwe na Mungu awatende mema. Amen. Amen. Mungu akubariki. Huyo mama ndio mke wangu, na Yesu ni Bwana. Sikuje hapa tumalizie na wewe mzee Pastor Mugo. Wapatie. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Niinulie mkono hivi kwa sababu ya Mungu. Amen. Naitwa Pastor Elizabeth, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na Mungu awabariki sana. Pastor Grace is our friend, na ninajua ya kwamba Mungu atampatia nguvu wakati huu mgumu. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu kila kitu inatendeka kwa wema
machoni mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wanadamu tunaweza changanyikiwa kwa sababu sisi ni wanadamu, lakini Mungu ambaye aliumba mbingu na dunia hajawahi changanyikiwa. Praise God. Tunaweza kuwa na machozi siku ya leo, lakini Mungu mwenye aliumba mbingu na nchi na akamleta Sami duniani hajawahi kuwa na machozi. Bwana asifiwe. So kwa hii familia Mungu awafariji sana na awapatie nguvu, na mjue ya kwamba kuna furaha kwa wale huwa wanamtegemea Bwana. Mungu awabariki sana na awatende mema. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Kwa majina ni Mrs. Pastor Elizabeth Gare. Gare ni huyu, na tunahudumu na kanisa la Oasis of Joy Thika Kiganjo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Si Pastor Gare ya ugetu wa uganishe. Amen. Praise the Amen. Sifa. Tusalimiane hewani. Nami naitwa kama hivyo umesikia, ninaitwa Gare. Ninahudumu Thika na kanisa la Oasis of Joy. Hata nami nimekuja kuleta rabilabi zangu kwa hii familia ya Pastor Grace. Tulijuana kitambo kama hivyo Bishop anasema, wakati Bishop sister yake alikuwa anaoleka. Na hiyo mipangilio yote Pastor Grace tulisaidiana, na mpaka wa leo amekuwa msaada kwetu, hata kikundi yetu ya intercessory. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naitwa Pastor Eunice. Tunahudumu pamoja na Reverend Grace ada Askofu Nene. Haya, Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Michael Thuku na Kristo ni Bwana. Nahubiri huko Kiganjo Thika. Bwana wabariki. Amen. Okay, Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Joel Maina. Tunahubiri ama tunahudumu na Pastor Grace, na tumekuja kufariji hii familia, kwa maana neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi 30 mstari wa 5 inasema, huenda kilio huja usiku, lakini asubuhi kunakuwa na furaha. Leo ni usiku wao tu, lakini mchana utafika na kutakuwa furaha katika familia hii. God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Kwa majina anaitwa Alice Wajiko Bogwa, Mrs. Bishop, na ni mchungaji na napenda Bwana. Nimekuja hapa matulijuana na Pastor Grace kupitia hiyo harusi ya dada yangu. Pia kuna kikundi kingine huwa tunakutananga na yeye na tunajiita prayer team, Mama Warrior. Prayer Warriors, na ni timu ya mama. Bwana asifiwe. Kuna mahali tunaendaga maombi, na wakati tulisikia hii kitu tulisikia hata sisi tumeguzwa. Juni mmoja wetu ametuacha, na nigiombea Pastor Grace neema, sababu Mungu ndiye mwenye anatiana nguvu. Mungu amtie nguvu na endelee kumshikilia na neema yake. Mungu awabariki na watendee mema. Amen. Amen. Na bogwane niye. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Pastor Ezekiel Chege, nimeokoka na hudumu pale Kisii Makongeni, na tuko hapa kwa sababu ya Pastor Grace. Tukulijuana na Pastor Grace kwa sababu ya kikundi huwa tunaombea nchi, na pale ndio Mungu alitusukanisha na yeye, na ningetaka kumtia nguvu katika kitabu ya Ayubu 4. Ayubu 4 inasema kwamba wewe umetia wengi nguvu, umeinua wengi, lakini ikifika kwako mbona nguvu inapotea. Ayubu alikuwa anamaanisha kwamba hata sisi wachungaji ama wale ambayo tunatia watu nguvu, bado sisi pia ni wanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Bado sisi ni wanadamu na tuko katika dunia hii. Kwa hivyo ni kusema kwamba wakati unatia mtu nguvu, ni kusema kwamba naye ikifika kwako ujitie nguvu na uwe imara katika Bwana. Mungu abariki. Amen. Githunguri, ninahubiri chini ya Bishop Nene, na ninajua ninakuja hapa kutia hii familia nguvu kwa sababu Pastor wetu Grace tunahubiri na yeye. Bwana asifiwe. Amen. Najua wakati wa furaha utakuja. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio tunangojea kwa sababu siku ya Bwana iko karibu. Kwa hivyo Mungu ambariki, amtendee mambo makubwa. Mungu ambariki. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Hallelujah. Amen. Kenjeria gikuyu tondu ndi mugikuyu.
aongee Kikuyu kwa sababu yeye ni Mkikuyu, nasi angĩ othe nĩ maria Gĩthwaĩri, na wengine wote wameongea Kiswahili, na nireke njarie Gĩkũyũ. na mimi wacha niongee Kikuyu. Ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku. Mimi nimeokoka. Njĩtagwo Jeremia Kimani. Naitwa Jeremia Kimani. Yesu nĩ Mwathani. Yesu ni Bwana. Witũ nĩ kũrĩ mwarĩ wa ithe witũ. Nimekuja kutia dada yetu nguvu. Ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, nimwambie Ngai nĩoĩ. Mungu anajua. Angĩkorwo nĩ mũhoi Ngai, Ikiwa ni muombaji, Ngai nĩoĩ. Mungu anajua. Eyũmĩrĩrie, Jitie nguvu, na ĩkĩre hinya, jitie nguvu. Ngai hamwe nake. Mungu ako pamoja na wewe. Ndungataga kũrĩa Limuru, Anahudumu Limuru, rungu rwa Bishop Nene, chini ya Bishop Nene, na pastor tutungataga hamwe nake, na Pastor tunahudumu pamoja na Pastor Grace. Ngai amũrathime. God bless you. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Majina yangu naitwa Pastor Zakari Kariuki. Nimeokoka na mpenda Yesu. Na nahudumu na kanisa linaitwa Maranatha Faith Assemblies pale Thika Makongeni Kisii Estate. Kuna mtu juzi alinipata nikihubiri mahali akaniuliza maana ya Maranatha ni nini? Maranatha inasema kwamba Yesu yuaja upesi. Amen. Amen. Kwa hivyo tulijuana na mtumishi wa Mungu katika hiyo timu ya maombi ya kuombea nchi, na sio siku nyingi, na leo nikasema kwamba nitaungana pamoja ili kwamba nilete faraja zangu. God bless you. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa majina naitwa Bishop Samuel Karanja, na ubiri na Grace Commission Global Church. May the Lord God bless you. Amen. Bishop, God bless you. Bwana apewe sifa sana. Amen. Majina yangu ni Charles Karuga Ndelitu, na hudumu upande wa Limuru chini ya Bishop Nene, Pastor Grace. Tunafanya kazi na yeye ya kuhudumia Bwana. Bwana awabariki sana. Amen. Mwathani arokumio. Amen. Kiona nigerie Gikuyu tondu hena mwaria njarie. Niguo. Jitagwo Pastor Grace. Anaitwa Pastor Grace. Na ndimuhonoku ni nyenda Mwathani. Ameokoka, Yesu anampenda Bwana. Na ndungataga na kanitha wa CCI. Anahudumu na kanisa la CCI. Na pia nende ministry itaga Women of Destiny. Na ako na huduma ingine ambayo inaitwa Women of Destiny. Kwa hivyo ngeliganirwo ni ritwa riakwa njita Women of Destiny. Kwa hivyo ukisahau jina lake unaweza kumuita Women of Destiny. Na no gwitika. Na ataitika pia. Ningwenda gugutigira undu umwe. Ningependa kuachia jambo moja. Ati ngwire miri no itu ni hema. Nikwambia ya kwamba miili hii yetu ni hema tu. Na hema ndituraga tene na tene. Na hema kama hii unaona haikai pale milele. Na hema igagwo ni tondu wa gitumi kina. Na hema huwekwa mahali kwa sababu ya sababu fulani. Umuthi tu hema-ini no ni tondu wa gikuo. Siku ya leo tuko katika hii hema kwa sababu ya kifo. Rucio no tukorwo hema-ini ni tondu wa hiki. Kesho tunaweza kuwa katika hema kwa sababu ya harusi. Ona muthenya ungi no tukorwo hema-ini ya gucogia mwana. Tunaweza kuwa katika hema siku ingine kwa sababu ya kufurahia ama kucelebrate mtoto. Kwa hema igagwo ni tondu wa gitumi. Kwa hivyo hema huwekwa kwa sababu fulani. Na yarikia wira no gukujwe kuja. Na ikichama isa kazi huwa inakujwa. Ithwe tu hema ya mwiri-ini uyu. Kwa hivyo nasi tuko katika hema ya mwili huu. Na tu muoyo muthenya wa umuthi na gitumi kiega kia Ngai. Na tuko katika hema kwa sababu mzuri ya Mungu. No kiuria kiria ngwenda uthio kiuragia ni atiriri. Lakini swali ningependa uende ukijiuliza ni kwamba ni urahingia gitumi kiria gitumite ukorwo wi muoyo. Unatimiza sababu ambayo imekufanya uwe hai. Tondu muthenya no gukinya na hama no igukujwa. Kwa sababu siku itafika na hema itakujwa. Ni ugakorwo ukinyaniritie gitumi kiria gitumite Ngai akuigite muoyo. Utakuwa umetimiza sababu ambayo imefanya Mungu akuweke uhai. Hujagia loiro.
anahubiri kule Roiro, na goko njukite ndireigua ndi mucii amekuja mahali hapa na anajisikia kweli yako nyumbani, ni tondu mucii uyu ni tunyitithanitio ni muiritu witagwo Wambui, kwa sababu wameshikanishwa na boma hili na msichana ambaye anaitwa Wambui, tondu ahikitio ni my brother uria munini kungira, kwa sababu huyo Wambui ameolewa na ndugu yake mdogo, na tugacoka tukanyitithanio na Pastor Grace na thakame ya Gaturume, na pia wameshikanishwa na Pastor Grace na damu ya Kristo. Koguo ni ndiraigua ndi haria njagiriire. Kwa hivyo ninajihisi nikiwa mahali ambapo ninastahili. Ngai witu aromurathima, Mungu wetu na wabariki, athie na mbere na kumiriria family no, Mungu aendelee na kufariji hii familia, naguo utugi wake urotura hamwe na inyu, na ukarimu wake undumu pamoja nanyi. Bwana wabariki. Ngai amurathime muno. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe sana. Haleluya. Namshukuru Bwana ni kwa sababu ya umbali huu ametufikisha. Mimi kwa majina naitwa Pastor Jen. Na hudumu kule Thika. Niko chini ya Reverend Ndula Waruinge. Bwana Yesu asifiwe. Vile unaniona nikizunguka hapa ni vile amenifundisha. Haleluya. Sababu aliniambia ya kwamba ati nikitaka kuinuliwa ninyenyekee kwa wengine, ni safu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na nikiongoda kuhe giti. Ndiposa nilikupatia kiti. Netondo ndikogea na ihinda rĩa gũkũhunjĩria. Kwa sababu sitakuwa na wakati wa kukuhubiria. Na nĩngwendaga gũgũtungatĩra. Na ningependa nikuhudumie pia. Haleluya. Haleluya. Rĩu hau ti harakĩrio ũgĩ mbere ya hinya. Yani hekima iko mbele ya nguvu. Mwathani arogoca. Amen. Haleluya. Amen. Onake ngwĩciria no mũrona ũrĩa arathianga. Hata yeye mnaona vile anaenda. Ndetĩkĩra gũikara thĩ bure atĩ hawezi kukaa chini mbure. Nĩ tondũ nĩamenyaga gũtungatĩra andũ nĩ njĩra nyingĩ. Kwa sababu anajua kuhudumia watu ni njia nyingi. Na nĩangenagia tondũ nĩathiĩte akĩbundithia. Na anamfurahisha kwa sababu amemfundisha sana. Na nĩngenaga nĩ kũhunjia ndĩ rungu rwake. Na anafurahi kuhudumu akiwa chini yake. Koguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Kwa hivyo Mungu awabariki, awatende mema. Nĩwe ũtũmĩte nyitane na family ĩno. Ni yeye amemfanya achikane na hii familia. Na agatũma amenye Mr and Mrs. Na akamfanya Njoroge. ajuane na Mr and Mrs Njoroge. Ngai amũrathime mũno. Mungu awabariki sana. Amen. Mwathani arogoce. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwathani agoce muno. Mwiyazio. Muriega. Mwiyazio. Muriega mwena uyu. Mimi naitwa Apostle Gideon Mbuvi. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya kuniokoa. Niseme pole kwa sababu ya mchungaji mwenzangu Grace. I think 2 weeks ago, Bishop, tulikuwa maombi mahali na tulikuwa na Grace and we prayed many things. Na tukakaa mahali tukaongea maneno mingi sana. Lakini ripoti ile ambayo tulipata ni kifo cha mtoto. Niseme tu tukubali tumwachilie aende. Amen. Tumwachilie tu aende na Mungu mwenye faraja atatufariji. Amen. Nimetoka Thika Kiganjo. Wahubiri hao wengi umeona hapa ni majirani zangu kule Thika Kiganjo. Kanisa yetu inaitwa Destiny Restoration Assembly. We love you, we pray for you. God bless you. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Pastor Paul Kamau na mimi nahubiri tu hapa Thika, lakini nimezaliwa mahali inaitwa Limuru. So wakati nasikia kuna watu wametoka Limuru, nashukuru sana. Amen. Nimekuja kujuana na mchungaji Grace, ni mmoja wetu. So kanisa saa hii tuko na nafasi ya kusupport candidate wetu. Si kwa maombi tu, ukimuita maombi ataomba, hata kumhubiri atahubiri huyo candidate wetu. Ni mtu mzuri sana. Hata kanisani anaendanga na Bible. So ni mshirika wa hii kanisa yetu. So Mungu ametupatia nafaka tuzidi kuomba na kujipanga na kura zetu tupatie one of our own. Sema amen hapo. Amen. Sasa kuhusu hayo, kanisa yote kuna mkutano tunapanga hapa. Na hiyo mkutano wale wametoka Kiganjo wapi Thika mconnect na Bishop Bogua, kuna mkutano moja kubwa sana tunapanga hapa Kasarani. We mobilize almost like 15,000 preachers and bishops. Tukuje tuseme huyu kama kanisa tumemtoa aongoze nchi. So tuendelee kuomba na tuzidi kusimama na candidate wetu. Sawa sawa? Usikubali tuharibi. Usikubali tu
Si hata nyinyi mnajua nini nasema? Saa iko hivyo, Mungu awabariki sana. So kuna chama inaitwa PEC. PEC ni chama moja Githumo. Hao nitawapatia nafasi yao. Acio angĩ nĩngũmahe ihinda rĩao baadaye. Praise God. Mwathani agocwo. Kuna mwingine ametoka sehemu nyingine yoyote? Kũrĩ umĩte kũndũ kũngĩ tiga kũu harĩa harĩ na ũmwe. Karibia. Wachungaji uko haha tu brother. Ona ũngĩ ũrĩ haha. Ni Pastor Karuga huyo? Nasibe sana. Karibu. Mwathani agocwo mũno. Yes, karibieni hapa. Ũkayo haha tu, ũkayo haha, o haha hakuhĩ. In fact, ũmani atĩrĩrĩ. Kuna kitu mimi kinanikasirishaga na Pastor Grace aliniambia. Kuri kindu kindakaragia na ndungata ya Ngai Pastor Grace ni ananjira. Aliniambia nisiharakishe wachungaji. Anjiraga ndukanatengeria hujia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwathani agocwo muno. Juzi sisi tulikuwa tunazika kiongozi wa Kenya hapa. Gutire hindi turathikaga mundu umwe wa mazizi iliisha saa ngapi? Mathiko mathiraga thaa cigana ili wanasiasa wapate nafasi ya kuongea. Nigetha ndungata cia Ngai igie na ihinda rĩa kwaria. Kwa nini wachungaji wasipatiwe nafasi nzuri ya kuongea kwa haya mazishi? Kaya ndungata cia Ngai tangiheo kahinda wao. Amen. Praise be to God. Amen. Wacha tuwape nafasi wachungaji. Reke tumahe ihinda. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Reverend Robert Mwangi kuma kaunti ya Murang'a, kũndũ gwĩtagwo Kĩharũ kwa Ndindi wa Nyoro, Mũgoiri. Kũu nĩkuo hunjagia na kanitha wĩtagwo Evangelical One Faith Church, ndĩ rungu rwa Bishop Nene. Mwathani akũrathime. Mwathani agocwo. Amen. Pastor Grace ndingĩheana wake, no njugire atĩrĩrĩ, tondũ ndikwenda kuuga ũrĩa kuugĩtwo. Ũngĩenda kũmenya mũndũ ũrĩa ahana rĩ, ta rora arĩa maracera nake. God bless you. Amen. Okay, Bwana asifiwe. Amen. Kambi kangu. Kila mtu. Kwa masitwa nitawa Mboni. Bonfast. Nyo mutongo isa. Na ndaba na sioba Sofia. Na hunjagio haha Sofia. Na kuanga Mungu anaweza kunisaidia kuhubiri neno la Mungu. Na Ngai ni amũteithĩtie kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Nilikuja jana. Arokire ira. Na nimeshukuru kwa saa ya leo. Na niakena ni ũndũ wa ũmũthĩ. Na kuanga Mungu ananiongoza kuhubiri siku ya leo. Na Ngai ni amũtongoretie nĩgetha akorwo mũhunjia. Na Mungu anaweza kunisaidia kuhubiri neno la Mungu. Na Ngai no amũteithie na ahunjie. Asante kwa saa ya leo. Ngai amũrathime mũno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Amen. Rũhĩ rwega. Amen. Amen. Thank you so much. Let us appreciate our bishop kwa makofi mazuri sana. Asanteni sana. Tumefundishwa hivyo, ukipatiwa nafasi una appreciate huyo ambaye amekupea hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami naitwa Pastor John Washira. Nimerudi tena niseme ya kwamba wachungaji, askofu na watendakazi wa kazi ya Bwana na wengine wote ambao umetembea, asanteni kwa kuja siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami nashiriki katika kanisa linaloitwa JRCC ama Jubilee Restoration Christian Church. Jubilee Restoration Christian Church haikukuja wakati chama cha Jubilee kilikuja. Bwana asifiwe sana. Sababu mimi nikiwa kijana mdogo nilikuta hiyo kanisa ikiwa hapo. Na nikakuwa kijana kwa hiyo kanisa, nimeoa msichana wangu wa kwanza, nafikiri ameandikwa kazi zaidi ya miaka 5 sasa. Na tunashukuru Mungu sana kwa hiyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni kanisa la kitambo. Na ni leo nimetembea hapa na si mara yangu ya kwanza. Mimi ni rafiki wa boma hii sana sana. Mchungaji Grace alijulishwa kwangu na my elder sister Pastor Ann. Bwana Yesu asifiwe. Katika Kristo namuita my elder sister. Wakati ninakosea ananiambianga hapa utafanya hivyo. Bwana asifiwe na tunashukuru sana. So tuko pale Njiru, kanisa letu la JRCC chini ya mtumishi wa Mungu Askofu Daktari Josephat Njoroge. Nirudi kwa Pastor Grace. Pastor Grace tulijuana na yeye kwa hii mambo nimesikia ikiongewa hapa sana kuhusu maombi. Alikuwa anatoka huku akisikia tuko na maombi kule Nairobi, analala kwa floor a whole week. Tunakuwa na yeye kwa maombi wiki mzima, haendi home. So
Kama inaongewa mambo ya maombi, huyo ni mtumishi ambaye amesimama katika pengo la maombi. Na mimi nitasema hivi, kwa sababu leo tuko wengi sana, tukiambia Mungu kitu tukiwa wengi hivi, yeye hujibu. Kwa sababu kuna maono ndani yake ambayo inasemekana ni nasikia watu wanasema kuombea taifa, yeye husimama na maombi. Tuambie Mungu leo atimize maono yake. Asanteni sana. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Nashukuru kwa sababu ya askofu kunipa nafasi. Majina yangu naitwa Njoki wa Waruinge. Nimeokoka na Yesu ni Bwana. Baba Sami ni ndugu yangu, nimemfuata mara ya 4. Amen. Na nimeokoka, mimi ni mchungaji katika kanisa tunayeita JRCC, kiwa chini ya askofu ambaye anaitwa Njoroge. Amen. Nashukuru Bwana kwa sababu mchungaji Grace mekuwa rafiki yangu, ni my sister in law. Tumekuwa pamoja, na katika hii hali nilikuwa nimemtengeneza mawazo. Bwana asifiwe. Kuna wakati ndio hiyo wiki mambo ya kuja yatendeke, nilikuwa nimemtengeneza mawazo. Bwana asifiwe. Kuna yale Bwana alikuwa amenijulisha na nikamwambia, na akaniambia ameenda maombi na akaomba na akarudi, na ndio inakakuja ikatendeka hivyo. Hivyo mkimuona akiwa na nguvu ni kwa sababu kifo haikuja kama imefichwa ndani ya maisha yake. Bwana asifiwe. Hata katika ndani yangu haikuja. Sami hakuenda tu ati tukastuka. Ndio kulikuwa na mstuko, lakini kulikuwa na kile sisi na Pastor Grace Mungu alikuwa ametutayarisha, na nikamuelezea na tukaomba. Hivyo utukufu wote tunampa Bwana kwa sababu hakuna, huyu Mungu hakuwa ameenda safari hili jambo lote likitendeka. Hivyo tunamtukuza Bwana kwa sababu ya hii familia. Tunasema ni asante kwa kututia moyo, kwa kuja kusimama nasi. Bwana awabariki. Matigire matuthika niguo tuhuke, makiriganiro titwari mbeu, tiri watunungerera tugikunuka, na matire metekia titwi mbeu. Mbeu ya Ngai ndiumaga, mbeu ya Ngai ndihohaga, mbeu ya Ngai ndicinagwo ni heho, mbeu ya Ngai ituragio nonga. Bwana apewe sifa. Naitwa Pastor Harrison Waweru. Nimetoka pande ya Embu County. Nimeokoka. Yesu ni Bwana, amenilinda na akaniokoa na akanipa nguvu. Acha niseme mamake Grace ni mama yangu na ndiye amenifanya nikuje baka hapa. Maana wakati jambo lilitendeka alikuja kwangu na akaniambia, ujue nataka unipeleke. Na huwa mimi huwa namwangalia sana tukiwa pale. Huwa namtembelea wakati wote, maana ninamjua kama mama yangu. Bwana apewe sifa. Sina mama wala baba mimi, lakini niko na mama yangu ambao ninatembea kwake, tukaketi tukaongea na tukazungumza. Yeye akaniambia kuna jambo kama hili litendeka, nami nikasema ni tutakuja, na tukakuja na yeye siku ya leo na tukafika. Basi niseme kwa yale imetendeka, Biblia inasema ya kwamba Mungu hawapichi jambo lolote watumishi wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ukiona kila jambo linatendeka, Mungu huwa anakujulisha. Ni vile sisi ni binadamu tukakosa kuelewa. Bwana apewe sifa. Nikafurahia kwa neno moja ninasoma katika kitabu cha Biblia. Yesu wakati alipokuwa ameenda mbele za Bwana na akamwambia, Baba niondolee hii kikombe mbele yangu. Hakupata jibu. Akarudi tena akamwambia, Baba naomba uniondolee hii kikombe mbele yangu. Hakupata jibu. Lakini wakati mara ya 3 alipoenda akamwambia, kama ni mapenzi yako nitakubali kukunywira hii kikombe. Biblia inasema hiyo ndio sauti ya Mungu aliisikia, na kutoka pale akasema niko na nguvu. Sikiza nikwambie siku ya leo, dada yangu, ndugu yangu, unayesaenda mbele za Bwana na uombe na ukose jawabu, ukose jibu, na uende tena ukose jibu, lakini mara ya 3 utapata jibu.
Jina la Bwana lipewe sifa. Amelala ndugu yetu, amelala. Huyu kijana nilimwona siku moja tu, na leo nimekuja kumwona akiwa amelala. Nataka nikuambie, Biblia inasema kama vile mbegu ishikwae ikiwa imekufa ikakufuka mara tena ikiwa na nguvu, hivyo ndivyo hata mwanadamu aliyekufa akiwa ndani ya Bwana atafufuka tena. Mungu awabariki na watende mema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Salamia jirani yako, umwambie ninamsalamia katika jina la Yesu. Amen. Nimekusalamia katika jina la Yesu. Bwana wabariki sana. Nami kwa majina ninaitwa Pastor Rose Koki. Ninahudumu pale Nairobi chini ya Apostle Ndula Waruinge. Tuko wengi hapa ambao wale tumekuja kama kanisa, na ule amefanya nijue hapa ni Apostle Ndula Waruinge. Kwa hivyo ninataka tu niseme jambo moja, kwa sababu mambo mengi wachungaji waliokuwa hapa wameyaongea. Kwa Reverend Grace. Reverend Grace, haujabaki peke yako. Kutoka siku ya leo wewe ni mke wa Mungu, na mke wa Mungu achesewi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kutoka leo Biblia inasema nini? Ya kwamba Mungu ndiyo baba ya wayatima, na Mungu ndiye mume wa wanjane. Kwa hivyo yeye Mungu ndiye mume wa Reverend Grace. Kwa hivyo unaponyoshea yeye kidole, ujue unanyoshea Mungu. Samahani. Pole sana. Kwa hivyo, na alikuwa na mke. Alikuwa na mke. Mke wake anaitwa nani? Nancy. Kwa hivyo samahani, nimesema hapa ni mara yangu ya kwanza. Kwa hivyo Nancy, kutoka siku ya leo ujue Mungu ndiye mume wako, na mtu yoyote asionyeshe mjane kindole, kwa sababu ni nani? Ni mke wa Mungu, na watoto wako baba yao ni Mungu. Sisi wote tumekuja kufarijiana hapa. Baada ya kufunika mchanga tunaondoka, lakini wewe unabaki kuwa na Mungu. Taarifa ni kwamba wewe ambao umekusanyika hapa siku ya leo umejuana na Mungu, umepeana maisha yako kwa Yesu, kwa sababu injili ile tunaenda kupokea hapa kutoka kwa mchungaji hainenei yule ambaye amelala, kazi yake imeisha. Inanenea wewe na mimi. Kwa hivyo siku ya leo mhubiri atakapokuja, peana maisha yako kwa Yesu. Kwa hivyo maisha yako kwa Yesu, hii maisha umeona ni ya muda. Umesikia hii hema tukitoka hapa itakunjwa. Hivyo ndio maisha yangu, mwili huu Yesu atakapotaka roho yangu imrudie, mwili wangu utakunjwa na nitakuwa sisikii. Kwa hivyo tangaza na uandike historia yako, ama niandike historia yangu wakati niko hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utakapopitia pale Nairobi, tuko pale City Stadium kwa round about ya kuingia Mudhurwa. Hapo kuna nyumba inaitwa Mang Building. Ingia hapo second floor. Ingia hapo, ni nyumba ya upendo na nyumba ya maombi. Tunapenda kila mtu. Kwa hivyo umesikia TV ni Bethel Crowds TV. Tuko on kila siku. Ukitaka huduma zetu tuko hapo. Mungu awabariki, ninawapenda sana. Amen. Tumpigie mtumishi wa Mungu makofi. Tumuhurira irohero nene. Mama Clinton, ni Mama Clinton. Nyina wa Clinton. Si anaweza simama kidogo aambie watu hivi. No uhote kurugama wiki adogo tu tafadhali. God bless you mama. Amen. Ngai akurathime dada. Amen. Amen. Mama Sam. Nyina wa Sami. Simama hivi tu waambie watu hallelujah. Nyina wa Sami tafadhali rugama tu wiki adogo. God bless you. Amen. Amen. God Amen. Ngai akurathime. Simama tu tuambie hallelujah. Rugama tu muraithe witu wika uguo. Amen. Amen. Hallelujah. Kubariki sana. Ngai amurathime muno. Sasa wale tulikuwa tunakosea hatukutakosea. Riu haria tukuhetetie tutikuhetia ringi. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Ngai agocwo muno. Nataka tuingie kipindi kingine sasa. Ndenda tuingire undu-ini ucio ungi cha kumkaribisha mhubiri
nigetha tunyite ugeni muhunjia. Lakini kabla hatujakaribisha mhubiri, no tutananyita muhunjia ugeni, kuna na nilikuwa nipe wachungaji wa familia, nigwendaga he ahujia family. Yeah, nilikuwa nataka kupea wachungaji wa familia, nigwendaga kuhe ahujia family no, na wameongea na nimaritie. Lakini kuna mmoja anatajwa